Uganda imo katika hatari ya kuwekewa vikwazo vipya na Marekani kufuatia mfululizo wa taarifa za mitandao ya kijamii kutoka kwa mkuu wa jeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi. Taarifa hizo ambazo zilimhutumu balozi wa Marekani mjini Kampala kwa kushirikiana na kiongozi wa upinzani Bobi Wine zimeibua hasira nchini Marekani na hata kuweka maswali kuhusu ushirikiano wa Uganda na Magharibi. Ingawa Muhoozi alifuatia baadhi ya taarifa hizo na kuomba radhi akidai kwamba alipewa taarifa za uongo, wabunge wa Marekani wakiwemo mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa nje ya Seneti Jim Risch amesema kwamba maoni hayo yalivuka mipaka ya kidemokrasia. Hali ilianza si kwa tamko la kidiplomasia bali kwa mfululizo wa ujumbe kwenye mtandao wa X kutoka Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Jenerali Muhoozi alituhumu balozi wa Marekani nchini Kampala kwa kushirikiana na kiongozi wa upinzani Bobi Wine, tuhuma ambazo sasa zimesababisha mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na kutishia ushirikiano wa kijeshi wa Uganda, msaada wa kifedha na uhusiano wa jumla na Marekani. Aliendelea zaidi kusema kwamba wanadiplomasia wa Marekani walikuwa wakishirikiana na Bobi Wine na alitangaza kuwa Uganda itasimamisha ushirikiano na balozi wa Marekani ikiwa ni pamoja na kazi za pamoja nchini Somalia. Saa kadhaa baadaye Muhoozi alifuta maandishi hayo na kuomba radhi akidai kuwa alipewa taarifa potofu, lakini Washington imesema kwamba msamaha huu ni wa kijinga na uharibifu umeshafanyika. The East African community is watching, the African Union is watching when a presidential candidate is threatened and a chief of defense forces, a head of the military, issues instructions to murder citizens and nobody speaks a word. It is disturbing. Mgogoro huu unajitokeza baada ya uchaguzi wa Uganda uliofanyika Januari tarehe 15 ambapo Rais Yoweri Museveni alishinda licha ya tuhumu za uwizi wa kura na ukatili. Kabla ya uchaguzi, tume ya mawasiliano ya Uganda ilizima mitandao kote nchini na kuongoza mashambulizi dhidi ya wafuasi wa upinzani. Katika kipindi hicho, Muhoozi alitoa jumbe za vitisho kwa Bobi Wine akisema, tumewaua magaidi 22 wa NUP tangu wiki iliyopita. Ninawaombea kwa sala kuwa 23 ni kabobi. Muhoozi anachukuliwa kuwa mrithi wa Rais Museveni na umma wake umejengwa kutokana na mchanganyiko wa vitisho, tamko la kisiasa na sifa ya kutokuwa na utabiri. Mshauri wake wa kisiasa Andrew Mwenda anasema picha ya umma inapingana na ukweli. He is very calm and quiet. He will listen and take notes from everybody. So he gives everybody a chance. So in meetings where we have finished meetings, I've said, really, I like the way, the grace you handle things, because some people say stupid things. If it was me, I would shut them up and... But he's patient with everybody, and then he's able to listen to the different contending views and create a very good synthesis out of them. That's the guy that he is. Lakini wakosoaji wanasema tatizo si tabia ya mtu bali ni kanuni. Wanasema afisa mkuu wa jeshi hawezi kujihusisha na siasa au kutoa vitisho hadharani. Sasa Washington imetahadharisha kuwa inaweza kupitia upya ushirikiano wake wa kiusalama na Uganda, jambo linalojumuisha vikwazo, ushirikiano wa kijeshi na msaada wa kifedha. Na ikiwa mamlaka yataendelea kubaki kwa familia ya Museveni, wataalamu wanatahadharisha kuwa uhusiano kati ya Uganda na Marekani unaweza kudhoofika kwa miaka mingi na kuleta madhara kwa usalama, msaada na utulivu wa nchi hilo.